Kama nilivyoahidi wafuatiliaji wangu wa channel yangu ya Lodness Enterprises, niliwaambia kwamba nitaanza kuwaletea masomo ya batiki na hivi tumeshaanza tayari. Kwa hiyo karibuni sana tujumuike pamoja tuweze kufurahia mafunzo mbalimbali ya utengenezaji wa batiki pamoja na vijora. Hii hapa ni episode ya kwanza, kwa hiyo ambatana nami mwanzo mpaka mwisho. Nina nakala ya kitabu nimeandika kinaitwa Miliki Kiwanda Chako, kina uwezo wa kukusaidia. Lakini pia ukipenda kujiunga na madarasa yangu kupitia WhatsApp utanitext kupitia 0783500971 ili uweze kujifunza kiundani zaidi kuhusiana na batiki, vipimo pamoja na viambata vyote ambavyo vinahitajika katika utengenezaji wa batiki. Kumbuka kwamba hii unaweza kaifanya ikawa ni ajira kwako, hata kama una ajira nyingine basi inaweza kawa ni ajira kukuingizia kipato kingine. Karibu sana kwenye ujasiriamali. Naitwa Almasi, ni mwalimu wa ujasiriamali kutoka Lodness Enterprises. Kama unapenda ujasiriamali basi unaweza kusubscribe kisha twende pamoja. Hatua ya kwanza msikilizaji ambayo unapaswa kuizingatia ni kuandaa kitambaa. Kwa hiyo kitambaa chetu kilikuwepo tayari lakini kilikuwa ni issue ya kukata. Sasa leo tunaenda kukata size ambayo mtu anaweza akashona za gauni yake au anaweza kashona blouse pamoja na sketi kwa wale ambao ni watu wa jinsia ya kike. Kwa hiyo tunakata vizuri pale. Baada ya kukata, kitu kingine ambacho kinafuata, lazima uwe na idea mkunjo ambao unatamani kukunja. Kwa hiyo sisi leo tunaenda kukunja mkunjo wa reli. Tulikuwa na vitambaa vingi, lakini rangi ambayo tulikuwa nayo tulikuwa na rangi nyeupe. Kwa hiyo tukaona reli itatufaa zaidi kwa kitambaa tulicho nacho na aina ya rangi ambazo tunazo. Kumbuka kwamba ukiwa unazalisha batiki, kitu cha kuzingatia zaidi ni rangi ya batiki, lakini pia hapo kuna zile rangi ambazo utaadi au utachomvia. Kwa hiyo tuna nyeupe kitambaa, lakini pia katika rangi tutaenda kuona pia tuna rangi ya nyeusi, tuna rangi nyeusi, tuna blue ambayo inaelekea kwa daki, pamoja na hivyo pia tuna rangi nyeusi. Kwa baada ya hapo tunaanza kukunja. Tunaanza kukunja kama inavyoonekana katika video yetu vizuri kabisa. Tunakunja nje ndani. Ukitaka kupata maua mazuri ambayo yanapendeza, unakunja nje ndani, nje ndani, nje ndani. Sasa hapa kuna batiki lakini pia tuna kijora chake. Not kijora, yaani tutakuwa tuna mtandio wake. Kwa kama mtu ataamua kuvaa kama gauni, basi anakuwa na mtandio wako wa kujifunika, wa kujifunga pia. Karibu sana ikiwa unatamani kujifunza zaidi na kupata elimu hii zaidi kiundani zaidi. Kuna darasa lipo online, lakini pia kuna hicho kitabu nimekuandikia kinaitwa Miliki Kiwanda Chako. Kuna kitabu kingine pia nimeandika kinaitwa Ujasiriamali ni Ajira, na kuna kitabu kingine kinaitwa Nguvu ya Maamuzi Maishani. Ni kitabu ambacho kinawasaidia na kuwasimamia wajasiriamali wengi zaidi ambao wanapenda kufika mahali. Lakini kwa wale ambao wanalipia madarasa pia, mimi nakuwa nyuma yao bega kwa bega kuhusiana na malighafi wanapatia wapi, kwa bei gani, mchanganuo wa bei, watanunuaje, watauzaje na watabakiwa na faida kiasi gani, masoko mazuri ya batiki na vijora ni wapi. Kwa hiyo karibuni sana. Baada ya kumaliza kukunja, basi hatua nyingine ambayo inafuata, tunafunga vizuri kabisa. Tunachukua kamba, tunafunga. Hapa tunaweza tukaona kuna watu wanafanya hii kazi kwa sababu nilikuwa nawaelekeza, nilipata ugeni wa wanafunzi, basi wakawa wanafanya wenyewe na mimi nikawa na waelekeza namna hiyo. Kwa hapa kuna batiki yenyewe, lakini pia kuna mtandio. Kwa hiyo mkunjo tunataka ifanane, hata tutakapoianika basi iwe na muonekano mzuri. Tunafunga vizuri namna hiyo kabla ya kwenda kuchomvia. Lakini kumbuka kwamba ili upate maua mazuri yanayovutia, kabla ya kwenda kuchomvia kwenye rangi, ni vizuri basi ukapitisha kwenye maji namna hiyo ili ipate maji, ili iweze kuja kushika rangi vizuri zaidi na rangi iweze kupenya ndani zaidi na iweze kuwa na uangavu mzuri katika muonekano. Kwa tunaweka vile, tunaandaa vizuri kabisa. Kumbuka kwamba umeifunga vizuri wakati huo. Baada ya hapo unakuja kuchukua caustic soda, unaweka vijiko kadhaa. Kwenye kitabu ipo nimeiandika katika uwazi, lakini pia kwa wale ambao katika madarasa tunawafundisha katika uwazi wa vipimo zaidi. Baada ya hapo pia tunaweka sodium hydrosulfate, tunaweka pia vijiko kadhaa. Baada ya hapo tunaweka pia rangi ambayo ni kala.
Rangi hizi msikilizaji na mtazamaji ambao unanifuatilia, haziwezi zikaendana na zile rangi zingine ambazo tunatumia aidha katika utengenezaji wa sabuni ya maji au sabuni ya vipande. Rangi ya batiki inajitegemea, ni rangi ya batiki. Kwa hiyo sifikiri kwamba kuna mbadala wa rangi nyingine tofauti na rangi ya batiki. Hapana, rangi ambayo inatumika ni hii ya batiki na ndio inaitwa rangi ya batiki. Kwa hiyo tunachanganya pale caustic soda, tunachanganya na sodium hydrosulfate, tunachanganya pamoja na rangi. Baada ya hapo unakuwa nimeshaandaa maji yangu ya moto. Ninapima kiasi ambacho ninakiweka kulingana na vipimo vyangu. Yes, nachukua yale maji ya moto yameshachemka sana. Yes, ninaunganisha pale, ninayapima vizuri kwa kipimo ambacho nakihitaji pale. Afu baada ya hapo ninaunganisha na vile viambata vyangu vile ambavyo nishavikoroga, yani rangi, caustic soda pamoja na sodium hydrosulfate. Yes, namna hiyo. Unaweza kuona inachemka kweli kweli. Baada ya kuunganisha sasa utakoroga kidogo tu. Kabla hajaanza kupoa unaanza kuchovya. Nakumbuka kwamba batiki ukichovya baada ya kupoa haitakolea. Kwa ni vizuri sana ukaweza kuchovya wakati bado ni ya moto. Kwa hiyo tutachukua vitambaa vyetu ambavyo tayari tumekwisha kuvifunga tayari, tumeshaviloanisha kwenye maji tayari. Baada hapo tunavichovya. Na katika kuchovya pia hapa tutaweka rangi mbili. Kwa hiyo rangi ya kwanza tunaweka nyekundu kwa chini, na ndio maana unaona kuna pande zingine ziko juu hatutazichovya hizo. Then tutazikorogea rangi nyingine afu tutachovya na huu upande wa juu ambao hujapata rangi. Kwa hiyo tulikuwa tumekunja maua ya aina nyingi tofauti tofauti kwa sababu tulikuwa tunatengeneza mzigo na ulikuwa na order na mteja alitamani kupata maua zaidi ya 10 ambayo yanatofautiana. Yes, unachovya na kwenye rangi angalau basi ikae dakika 5 ili iweze kufyonza au kunyonya ile rangi na kuimeza mpaka kwenye vile vyumba vya ndani, kwa sababu unapokuwa umefunga batiki kuna vyumba ambavyo vinakuwa umevibana na kamba. Unatamani ile rangi ishe pale. Kwa rangi itakapofika pale walau inachukua dakika 5, dakika 4, dakika 3 ikiwa rangi ni ya moto zaidi. Baada ya hapo tumemaliza, tunaenda kwenye kamba, tunafungua, tunaanika kwa muda mfupi. Baada ya kuanika muda mfupi, yes, tunaweza tukapata mkunjo wetu umetoka kama hivi. Wasikilizaji na watu ambao wanapenda kunifuatilia, tutaanika hapo dakika 15, tutasuuza kwenye maji yasiyo na sabuni, then tutarudisha kwenye kamba na batiki zetu zitakuwa tayari kupeleka kwa mteja au kupeleka sokoni. Kwa hiyo nikukaribishe sana, nikualike kwa wewe ambao unapenda kujifunza ujasiriamali wa kutengeneza batiki za aina mbalimbali. Karibu sana, madarasa yetu yapo. Namba zangu zinatembea hapo, unaweza ukanitext WhatsApp zeni nikakupa utaratibu mzuri zaidi.